dear everlasting Father in heaven, we come before the throne of mercy this our Lord. We pray, Father, as you are going to hear your word, you speak to us. We are listening. In Jesus' name I pray. Amen. Mada yetu inasema ya kwamba it is worthy to risk. It is worthy the risk. Ndivyo inavyosema. Na kwa sababu najua mambo ya vijana na tumianga beatitude yenye inasema ya kwamba present and those who are brief, for they shall be invited what? Back. Bwana asifiwe. So present and those who are brief, for they shall be invited back. So saa hii nataka nitumie dakika kidogo sana, sababu najua wanajuzi wanataka wakule na wanataka masaa ya nyimbo afternoon. Najua youth, kama unazungumza na youth, kumbuka kama kuna nyimbo usicheze na youth, wanaweza kukutoa trupe. Hata mimi si mnajua? Tunajuanga. Yaani mambo ya youth mpaka uwe short usiendelee sana. Na waibaji walioimba kutoka mwanzo hadi saa hii nikisema nifunge, naweza kusema nifunge na basi tutaweza kubarikiwa pia. Lakini tukae hapo katika hicho kitabu tunaweza kusoma. Pale Amerika, mjini Amerika pale, huko tunajuanga watu wengi wanakuanga na ndoto za kwenda pale. Wanaendanga showground. Unajua kama hapa tunaendanga showground, Nairobi showground, yani vitu kama hizo tunaendanga. Na pale Amerika showground zinafanywa wakati mwingine hadi usiku. Sijawahi attend showground hapa Nairobi usiku, lakini najuanga kuna kuanga na showground mwezi wa 6 pale. Sijui saa hii mwaka wa corona kama imekuweko. Lakini kuna kuanga na showground. Na siku moja wazee fulani wakaamua wakasema ya kwamba tunastahili tuende showground kupeleka watoto wetu at least waende wakaone ni nini inaendelea pale. Na walipofika pale, unajua showground zinafanya usiku, kulikuwa na mahali kulikuwa kumechimbwa shimo. Najua nakumbuka nikiwa nimeenda showground mahali pamoja, nikaambiwa nilipe pesa 100 niweze kuona kichwa ambacho kinazungumza, kichwa ambacho kina mtu ni kichwa pekee kiko katika sahani kinazungumza. Na nikalipa na kweli nikaona ni kichwa kinazungumza, lakini kisha baadaye kwa sababu walikuwa wanakula pesa ndio nikakuja kujua kumbe wanachimba shimo, mtu anaingia ndani then wanazika then kichwa inabaki. Na ukienda hakika unaona ni kichwa inaongea lakini mwili hauoni mwili. Kumbe mwili uko kwa shimo. Sasa wakaenda pale na wakatazama. Na walipokuwa wanaangalia kulikuwa na simba ndani na kulikuwa na mtu pale ndani. Mtu pale ndani alikuwa anazungumza, tena alikuwa na kiboko, alikuwa anafanya kama anachapa. Na simba anaruka. Simba anataka kuuma yule jamaa, lakini jamaa anazungumza, kuna maneno anayosema na kisha kuna vile anafanya kwa kiboko ambaye alikuwa anashika. Na wakiwa wanatazama pale kwa sababu kulikuwa na taa, kulikuwa na mwanga ulikuwa unawaka, kidogo tu wakiwa wanaangalia stima ikaweza kupotea. Unajua wakati mwingine stima si ati ipoteanga hadi Amerika. Stima pia inapotea Amerika, msidhani inapoteanga Nairobi tu. Stima ikapotea. Na ilipopotea yule jamaa akabaki kwa giza. Na wale watu walikuwa wanatazama wakasema sasa kwa sababu simba alikuwa anataka kumuua, sasa atamuua kwa sababu kule kwa giza. Na kisha jamaa walikuwa wanasikia akiongea sauti, tena kiboko, sauti ya kiboko inaongea. Anasikia anatoa sauti, lakini kisha kiboko inaongea. Lakini baada ya dakika 20 hivi kidogo, stima zikaja. Na zilipokuja wakaona yule jamaa bado yuko pale pale. Na jamaa alipoona stima zimekuja akatoka kwa shimo na akatoka akaenda akaulizwa, na tafadhali ulikuwa unafanya namna gani wakati stima zimeenda ukabaki kwa giza? Maana tumedhani simba amekuua, sasa tumedhani hata tunaenda kuangalia nguo, lakini sasa tunaona wewe yungali wewe unaishi, ulikuwa unafanya namna gani? Akasema jambo la kwanza, naomba mjue hivi, stima ilipoenda maneno yenye nilikuwa nayazungumza wakati kulikuwa na mwanga sikuacha kuyazungumza, na vile nilikuwa nafanya wakati kulikuwa na mwanga bado sikuacha kufanya wakati kulikuwa na giza. Na pia jambo ni mimi mwenyewe ndio nimeweza kujua ya kwamba mimi nimeweza kujua stima zimefanya nini, zimepotea, lakini simba hakuweza kujieleza stima zimeenda. So haya maneno matatu nimeweza kukaa nayo na ndio kaniweza kunifanya hiyo kipindi nimekaa kipindi ya giza. Hiyo dakika 20 nimeona kama ni kubwa sana. Bado nilikuwa nazungumza maneno nilikuwa nazungumza, bado nilikuwa nafanya vile nilikuwa nafanya wakati kulikuwa na mwanga, na kisha nilikuwa najua hakika simba hajajua kama giza limekwisha kuenda. Watu wa Mungu, hii ni kama ndivyo ambao tuko nao siku ya leo.
Biblia inatuambia kwamba kulikuwa na majamaa wawili ambao walikuwa wametolewa nje ya mji, watu ambao walikuwa na ugonjwa wa ukoma. Na unajua ugonjwa wa ukoma ni ugonjwa ni kitu kingine. Ukijulikana uko na ugonjwa wa ukoma katika context ya wana wa Israeli, wewe unakuwa mtu najisi, mtu asiyekuwa na stahili. Na basi wametekwa, wameenda nje, na Biblia inasema wakiwa pale wakaanza kuulizana, mbona sisi tukae hapa? Na hakika tukikaa hapa tutakufa, njaa imezidi, na tukiingia mjini bado njaa bado itaweza kutuua. Na basi hebu tuende katika kambi la wana wa Asiria. Tuende pale tuone vile tutaweza kukua, kwa sababu jambo la kwanza tunafaa kujua sisi wenyewe tukiwa wanajuzi, kama hautaweza kuriski. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Kama uwezi kuriski, therefore maisha yako ya karibuni kuwa constant vile uko, kwa sababu kila mtu hapa anastahili riski. Na riski ilikuja baada ya nini? Ilikuja baada ya kufikiria. Watu wa Mungu, tunastahili kufikiria. Unajua, unasikianga ya kwamba tunasema ya kwamba sisi ni Wakristo tunaenda mbinguni yenyewe, spirit of prophecy, na Biblia inasema ya kwamba mbingu siku zinakuja karibuni, na kwa sababu zinakuja karibuni, basi sisi tunafaa kukaa mahali pamoja na kusubiri Yesu Kristo aje. Wote tusifanye mambo yoyote pana, wote tukae hapa kwa sababu ya imani. Tunakaa, hatutaki kufikiria. Tunakaa katika comfort zone, tunakaa pale tukiwa vijana kwenda kanisani siku ya Jumamosi ya unaattend na unabeba Biblia kubwa tena ya KG 2, 3, 4, 5 pale. Unabeba unakuja kanisani na kitabu cha nyimbo na unasimama pale kiti ya mbele, unakaa comfortable ukiwa unasubiri Yesu Kristo ajue. Wacha nikwambie watu wa Mungu, wakati your faith does not meet our thinking. Bwana asifiwe. Ukiwa mwanajui unafaa ufikirie kuwa na amani ya yuko nayo, na ukae pale ambapo unakaa bila kufikiria. Utakufa ukiwa maskini na ukisubiri Yesu Kristo aje, na tena ukoje ukiwa umekaa pale na usubirie Yesu Kristo anakuja kuchukua. Wacha nikwambie, unaweza potea bado ukiwa umekaa katika comfort zone, na moto wa milele huyo kuchoma bila wasiwasi. Bwana asifiwe. Kwa sababu wakakaa wakafikiria na wakaulizana namna gani tufanye. Mbona tukae hapa? Mbona tukae hapa? Wanajuzi ambao wako hapa tunastahili kufikiria. Mbona ukae hapo? Unafaa kujiuliza, mbona kanisa linakaa limeboeka? Kwa sababu wakati unaanza kufikiria, unaanza kureason maswali, unataka kukireti maswali ambayo yanakupeleka mbele. Mbona tukae hapa? Mbona mimi sina kazi? Mbona sina kazi? Mbona nakaa hapa? Ni nini iko na shida? Mbona by the way sina msichana? Mbona sina kazi? Yaani mbona mimi sijapata partner? Mbona nikae hapa? Mbona nisiondoke niende? Mbona nisitoke niende kwa roho nikiamini Mungu yuko mbele yangu? Mbona ukae hapo ukiwa umeketi? Na wakakaa wakasikizana, wakaanza kuulizana, mbona sisi tuweze kukaa hapa? Kwa sababu wakati tunauliza maswali mazuri, hayo maswali ndio yatatupeleka mahali pazuri. Watu wa Mungu, wacha niseme hivi, wanajuzi siku za leo wanakufa, wanaangamia kwa sababu hawataki kuchukua riski. Wanajuzi wanaogopa vitu ambazo haziko kwa sababu hawataki kuchukua risk. Wanataka wakae kwa comfort zone. Kama ni kazi kuja wapate pale, kama ni kwenda kuhubiri sio wao wa initiate, ni kiongozi wa kanisa aweze kuinitiate. Wanakaa pale katika comfort zone. They don't use it. Lakini wanapenda kanisa na vitabu za spirit of prophecy na Biblia kubwa tena ministers Bible wanakuja nazo kanisani. Tunastahili kutii, kwa sababu kupitia kureason, kufikiria ndio inafanya tuweze kuokoka. Watu wa Mungu, maji wacha kuja waweze kutuambia. Maji anasema ya kwamba kulikuwa na mwanamke mmoja ambaye alikaa miaka 12 na akafikiria moyoni mwake, na kama ningeenda niguze pindo lake Yesu Kristo, hakika naweza kupona. Kwa sababu alifikiria, akaenda na akaguza, na pia akapokea uponyaji. Na hao vijana wakiwa nje wakakaa, wakafikiria, mbona tuweze kukaa hapa? Na kumbuka wanazungumza wote wako na ugonjwa wa ukoma. Wakaulizana, mbona tuweze kukaa hapa sisi wenyewe? Mbona tukae hapa na hakika tutakufa? Na tukienda mjini pande kuna njaa, lakini tukienda pale katika kambi la wana wa Asiria, hakika kama watatuua ni sawa, tutakufa tu.
tunastahili kutake risk, tuende hata kama itakuwa namna gani, lakini tukiwa tunasema kwamba mimi sitaki nikae hapa mpaka niweze kuchukua hatua maisha yangu yawe mazuri. Kama utakufa, kufa ukiwa unajaribu kuwa mzuri kuliko vile ulivyosikia leo. Bwana asifiwe. Kama unafikiria unaangalia hivi unaona msichana fulani ni mrembo sana, lakini kumapproach nayo ni yaani mwanaume fulani nikafanya namna gani kweli niweze yaani mimi kweli shule itafanya namna niweze kufanya. Hapana, usijali wewe, enda mwambie naomba unipe namba. Usiogope, enda sema, fikiria, nipe namba wewe, nataka nikuoe na leo atafanya hivyo. Wacha Mungu Bwana asifiwe. Usiogope. Tunakaa hapa tunasikia hata tuoni. Watu wa Mungu. Atuoni kwa sababu ya mauoga. Una expect uwe president, uwe na pesa, uwe na drive. Wanajui wengine wameharibiwa na movies ambazo tuna watch. Unaangalia unaona Nigeria ni jamaa anakuja kundeti msichana, anakuja na gari anapaki pale. Then nyumba wanaingia nyumba kubwa sana. Una expect unaona mwanaume mwenye kwa gari za alia anakukatia. Wao wanakuaga wanakodisha ile gari wanakuaga wanapata nazo kuwaki mbele. Hautapata mwanaume mwenye ana drive ambaye atakwambia kule tuende kwangu uende mashule. Na ndio unaona tumeanza kuharibika tukiwa wasichana ambao tunaanza kutafuta wazee wenye wana drive because movies zimekuwa poison in our mind. We need to think. Na ufikirie sana ya kwamba saa hii mimi sifai kukaa hapa. Kwani wewe umekuwa namna gani? Siku moja nikiwa seminar, nikaenda seminar na program ilikuwa namna hivi. Tulikuwa tunaambiwa kwamba ikifika masaa saa 10 na saa 11, hiyo ni wakati ilikuwa imeandikwa hapo kabisa exchange number. Exchange number. By the time nilikuwa form 2, exchange number hiyo time. Sijui kama sahi program siona kama kuna mahali na exchange number. Sijui kama wataenda bila ku exchange number. Lakini sasa yani ilikuwa imeandikwa hapo exchange number. Na mimi nilikuwa najificha. Wewe ukiwa secondary alafu unaenda umetokea ujuaji wanaume na kuanga na tubo watu wengine tuwenye tunanga misingi. Yani sasa nikaenda kulala wakati wa ku exchange number. Pasa walikuwa wabaya sana my friend. Wanakuja wanatoa watu ndani tokeni. Wakati mwingine nachukua na lala kiwaya na shia kitanda nilikuwa na lala, kulikuwa na waya meshizi mawaya meshi kama hizi zinaodana kuadrisha zingine square hivi na lala pale na weka mattress juu yangu atilisa kikuja anaona hakuna mtu hapa kwa sababu ku exchange namba nayo ni kitu ngumu sana. Lakini pasa akaja, alikuwa anaitwa Pasa Ezra, akaja akasema tokeni. Jamaa mmoja akasema pia Ruben amelala pale. Ako hapo ni mattress unaona juu lakini yuko hapo. Nikatoka. Nikaenda. Tukaambiwa mpaka exchange number. Akaenda akapata wasichana wengine nao wamelala hawataki ku exchange numbers. Wakaja mnaambiwa chukueni endeni tukaenda na msichana mmoja. Mimi nikachukua, unajua kachukua msichana alikuwa size ya kiongozi wenu hapa. Yeah. Kwa sababu unajua ni youth mpaka unaangalia kenye unaweza kubeba, si ni kweli? Unakata yenye unaweza kama yaani unachanganya unafanya nini? Hata wazee ni wako hapa walikata yenye wanaweza. Watu wa Mungu Bwana asifiwe. Nikakata kwa macho yenye naweza. Nikaenda tukaanza kuongea na yeye na it was on Wednesday. It was on Tuesday tukaanza kuongea na yeye, tukaongea by then sasa saa hiyo sasa ni mazungumzo pole ya introduction na mpewa masaa na pasa amekaa mahali anasubiri. Na by the way kulikuwa na kipindi tena alikuwa anafunza ya kukatiana date. Alikuwa anafunza. Na laptop anakaa anaanza kusema wakati una approach msichana unaanza hivi, nikatumia mistari yote nilifunza hiyo seminar na yule msichana akajua nyawa nimepata mahali tumekuwa tukifunza, lakini nikasema wacha niweze kuapply vile iko copy na paste ikiwa vile ilivyo. Na tena tukazungumza na tukaweza kuelewana na msichana. Sasa hiyo siku tukasema tutakutana the following day. Msichana akaja mbele hapa kwa introduction. Wakati huyo Pastor Marambe alikasema ya kwamba kama umeenda pale sema uko single na level ya education yenye huko, sema ukifika pale. Msichana akashika mic, nikaona ule ni wangu, ule ni ule wa kwangu, huyo ni ule wa kwangu, huyo ni ule wa kwangu. Akasema jina lake na tena akasema mimi niko Gambia Moi University. Watu wa Mungu Bwana asifiwe. Niko Gambia Moi University na mimi niko form 2. Nikaangalia nikasema macho imdanganya kile nilikata kweli enyewe sitaweza kubeba. Yaani niko Gambia Moi University. Na nilipoangalia mimi niliona uoga kanijaa nikajificha kutoka hapo.
mpaka wakati tuliweza kutoka hapa kuweza kuniona tena. Bwana asifiwe. Kwa sababu nayo uoga yenye ilikuwa watu wa Mungu form 2 na dhambi ya moyo tena moyo university. Wacha niseme watu wa Mungu tumetoka mbali. Kuna wanajuzi hapa pia wako hivyo, wanaogopa. Lakini hao watu pia, hao wasichana hata kama wamesoma pia wanastahili wanaume. Bwana asifiwe. Wanastahili wanaume. Wanastahili wanaume. Na sasa nikasema mimi hapa siwezi enda. Lakini hao watu wakaanza kuulizwa wenyewe. Wanaanza kuuliza kwamba hakika tutakaa hapa tutaweza kukufa. Na kama ni kufa ni vizuri tuweze kuondoka, tuweze kufanya jambo. Na wakakaa wakaondoka. Jambo la pili tunafaa kujua ya kwamba ni wakati tumeweza kureason, we need to take the step forward towards the direction of our faith. Bwana asifiwe. Wakakaa wao wenyewe wakareason na wakafikiria, wakasema kwamba shida ambayo tuko nayo, shida ambayo imetukumba, shida ambayo imetuweka hapa, hii shida tutakaa nayo namna gani? Wacha tuweze kuenda. Baada ya conversation wakiwa wanazungumza, Biblia inasema kwamba wakaamuka na wakaenda. Wakaamuka na wakaenda kwa sababu kuna jambo wanataka. Wao wanataka kama ni kufa, wacha wakufe wakiwa wanataka kuwa watu wazuri zaidi. Wanajuzi wenzetu wanataka kama ni kazi, baba yao atafutia kazi, amwambie nimemaliza kusoma ndio. Sasa nimesikia kuna kazi fulani, kuna mzee fulani niongea naye, enda pale leta baba zako nikupeleke. Hapana, ni wewe mwenyewe utatoka na uende. Usikae pale ukiwa unasubiri ya kwamba uweze kupata mambo mazuri katika maisha yako ukiwa umeketi chini. Hata hili kanisa mpaka tuweze kuenda. Tunasikia hizo speakers zimekuwa debated, zinachomeka. Kwa sababu gani? Lakini kama saa hii tuko na crusade tunaanza crusade pale Limuru kesho. Hiyo crusade tunaianza hapo kesho. Saa hii kuna watu wako hapo kanisa za Sunday. Wanakuja na lori hizi kama za kuadvertise hizi material. Lori iko na maspika na nini, wanakuja na simama hapo, inakuwa tayari ni pulpit hiyo, kila kitu iko sawa na wanaanza kuhubiri na speakers ziko na nguvu sana. Jana tukiwa maombi jioni ndio pasa tukaanza kuulizana hapo, na wale watu speakers zao ziko strong sana kuliko zetu. Tuote tunakaa kama tunangorota. Na wakikuja waweke hapo zetu asitasikika. Hiyo tuwele kikuja tu simama hivi. Wacha na zile nyimbo zao. Sisi hatutasikiza. Hakuna kitu tutasikia na hakuna watu watatusikia sisi. Ni kwa sababu gani? We need to move. Tunachukuanga maspika kama hizo, tunasema leo tuko vizuri. Maiki zetu ni zile za kulia. Ukiangalia washiriki ni shida. Pasta ni shida. Yaani kila kitu ni shida. Ni mshiriki mmoja unaweza muangalia kanisani hapa. Hata gari yake ndio haiwaji inajia kama mtoto. Kuna gari zinakuwa zinacheka na zingine. Ni mshiriki mmoja mwenye tu anajua bila alifikiria na akaenda, ndio anagumisha gari yake inasema imeenda. Wengine yaani mpaka unaambiwa sukuma. Kwa sababu gani? We got to think. Wako hapa wengi washiriki. Na washiriki sasa na sisi kwa tunafuatilia hapo, unasikia mtu anasema kadri. Sasa watu wengine wanasema pasa unafunza mambo ya prosperity. Hiyo ndio shida. Lakini tukiwa wanajuzi, we need to think. Kwa sababu tunastahili tuwe na kanisa ya kesho. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. We need to think tuwe na kanisa na tukifikiria then tuende towards the direction ya mahali ambapo tumesema hakika sisi tutaenda. Siku moja nilisimama Utawala nikawaambia kwamba mimi ile branda yangu imeharibika nikiwa nakuja na iko pale. Wazee wakangoja nikamaliza kuhubiri, wakaniita wakaniambia, "Ai pastor, umenunua gari?" Nikamwambia nasema yenye iko kwa kaya ndiye nisiyawapea pesa, mimi ndio siyawapea pesa nichukue. Nasema yenye iko pale siyawapea pesa ndio nichukue. Kwa sababu wewe mwenyewe unataka kuwa na ndoto za kuangalia mbali, sio kukaa tu. Unakaa tu wewe mwenyewe hata ujijui. Watu wa Mungu, wewe mwenyewe ukitaka kuwa mtu mzuri, unafaa kujitambua na uelewe wewe ni nani. Nilienda hata Mombasa Road. Nikaingia kwa kaya, niliuliza gari, nilikuwa na t-shirt, nilitoka Utawala. Nikaenda nikauliza kuna gari nataka Prado hapa nini iko nini? Nikaambiwa wewe unataka gari sasa, wewe toka hapa uende. Nilikuwa na t-shirt nyingine yangu ya buruburu hapo. Nikaenda kwa nyumba.
The following day nilikujaga hiyo nikiwa nimevaa suit, nikaambia kwanza tena utaona mkubwa mzungumza na yeye. Watu wa Mungu, nikaenda nikaongea na mkubwa, nikatembea namuuliza hii gari ni pesa ngapi, ananiambia natembea kama niko nazo, lakini unajua si ati unajua ni vile namuuliza hii pesa ngapi. Okay, actually nataka kufanya ile show. Yaani nataka nione tu kidogo kidogo, then after that nitakuja kwa kaniambia okay boss, chukua namba yangu you will come. Kwa sababu gani? Nilionekana ni kama niko nazo. Watu wa Mungu wanazipewa. Sikuwa nayo ni pesa. Zenye shote tu ilionekana. Watu nataka kusema ya kwamba kama wewe ni kijana na unataka kuona msichana fulani hivi anataka niweze kupeleka nyumbani. Najua kuna wasichana nao wanakuanga kwa high class. Tafuta siku moja uniweke high class, yaani mwambie sikiza hawa madamu she mfanya niongee kidogo pale. Aone kwa class ya juu. Hivyo mtaendelea na atakuja kujua baadaye, lakini kama upendo utakuwa umesiki hataweza kutoa mpaka milele. Wanazifiwe. Kwa sababu sisi wenyewe tukidhiki na kuna kitu tunataka kufanya, we have to move. Na kuanga na encourage wanajua, kwa sababu mimi nikiwa class 7 class 8 hapo nikiwa naenda kufanya mtihani, maendandi ambayo ni maendandi yameoa wanawake sio wengi sana, ni 6, ambaye mimi niko mtoto wa mke wa 5, aliweza kunindisoni na akanifukuza kwa sababu kuna makosa niliweza kufanya kidogo na akanifukuza. Hiyo ni 2009 kwa sababu ndio nilikuwa nafanya mtihani yangu ya class 8. So na chief wa area baada ya kuja shika maindandi alikuwa mkali sana, alikuwa ananitafuta na mishale na panga aweze kunimaliza. Sasa chifu wa area anakuja, bandara yeye mwenyewe ashike maindandi na polisi, anakuja ananiambia nitoroke. Ndio nikatoroka, nikaja Nairobi 2009. Nikakaa nikiasoaso. Bado ndio nikarudi kufanya shule mtihani, then nikaanza. Nilijifunza kutoka hiyo time mpaka sasa hivi university sasa hivi naenda kumaliza. Bwana asifiwe. Lakini nataka kusema namna gani? Maindandi hakuwa na makosa. Mimi ndio nilikosea. Lakini nikiwa kijana nafaa nifikiria ya kwamba nafaa nisamee maindandi. Actually yani nikaenda mkutano na nikasema ya kwamba pole sana, nilikukosea, na akaniambia tena, akaniambia pole sana, kwa sababu hasira zisizokuwa na msingi sio za kawaida. Na kitu nilifanya baya, nilimuomba punda, mnajua punda ni akina nani? Nibeba matofali ndio nilipo pesa. Akaniambia ni sawa. Nikachukua, nilikuwa nabeba punda. Bahati mbaya nikasema wacha niende nikule kidogo market nirudi, nikafunga punda mahali kwa mti wakiwacha kule. So sikujua kama hiyo mti kulikuwa na nyuki. Nyuki wakaona punda ndio wakafa. So my dad akaanza msemo hii, au punda hawatazikwa kama si yakufa, tunastahili kuzikwa kaburi moja. Mimi na punda kitu moja, watu wa Mungu wanasifiwe. Yaani kiniangalia mimi na punda ilikuwa kitu moja kwake by that time. Na sasa hiyo punda ikakaa hapo yote akiwa na migwinda aweze kunimaliza. Lakini hiyo iliweza kuisha. Na nikaenda nikamwambia asante. Lakini nataka kuambia nini wanajote? Inaweza kuwa huko hapa lakini mzazi wako anakukosea. Na unataka kuishi maisha mazuri katika ndani yake Yesu Kristo. Wewe usianze kubeba kila kitu unafikiria kama mimi nataka niwe Mkristo na nataka niishi na uhusiano mzuri katika Yesu Kristo. Wewe mwenyewe ni kufanya maamuzi na kuenda. Jambo la kwanza unamwambia pole my dad. Jambo la kwanza unamwambia pole my mom. Pole my uncle. Kwa sababu watu wengi sisi kitu ambacho kuna shida ni vile tunafikiria kwamba tuende tufanye jambo fulani, lakini kuna kitu kinatushika sisi wenyewe. Baraka zinabaki nyuma. Na Biblia inasema ya kwamba wale watu walipoenda wakawa na Mungu wakiwa wanaenda kwa direction yenye wameweza kufikiria. Biblia inasema ya kwamba walipofika wakapata ya kwamba hakuna mtu yuko katika tent pale mahali wale wanajeshi walikuwa. So jambo la kwanza wao wanaingia kwa tent kukula. Tuseme mmoja anaitwa James na mwingine anaitwa John. Mmoja
anaambia mwingine, anamwambia John, sawa. Unajua wakati wao wenyewe wanafikiria kwenda katika Camp Rafael wale wanapika. Nataka tuweze kuangalia hivi. Wakati wao wanafikiria, wakiwa wameketi hapa wanafikiria kwenda Camp Rafael, watu pale wanapika chakula. Wakati wanaamuka hivi wanaanza kuenda, wale watu kama wanajeshi wanaanza kuweka chakula kuweka kwa meza ndio wakuja kukula. Lakini wakati wamechukua hatua ya kwanza kuenda, wale wakasikia hakika ni kama wanajeshi wamekuja kuwataki, na wakatoka mbio wakakimbia. Walipokimbia wale watu wa ukoma wakaja wakapata chakula tayari kiko kwa meza. Kaanza kulizana, John, unakula pizza, unakula wali? Ninakula pizza kwanza pale. Kuna kanyama kakuku hapa. Kuna yani wao wenyewe wanajua wakiwa katika meza wameandaliwa chakula mahali ambapo wao wenyewe, kumbe shida yetu sisi wenyewe sio mambo mazuri ambayo hatuna. Hapana, ni kwa sababu tumechukua hatua ndio tuweze kuenda pale. Wanaanza kuulizana, mwingine anamwambia hapana, wewe usiongee sana, wacha kwanza tukule ndio tushibe kwanza. Mwingine anamwambia hapana, wacha nianze kidogo. Wanaanza kukula chakula ambacho wameweza kuandaliwa kwa sababu waliweza kuchukua hatua wakaweza kuenda. Kumbe sisi ni vile tunakaa hapa. Wazee wengi wamekufa wakawa wao hawatoi nini zao. Wao wenyewe wanataka kufuata hizo nyayo. Watu wengine wametaabika wao wenyewe bila hata kupata ile ndoto zao walikuwa nazo. Nataka kusema siku ya leo kitu ambacho tunataka kujua ya kwamba there is possibilities in impossibilities. Ya kwamba kwake Yesu Kristo ambaye anaponya watu pia wako na ukoma. Yesu Kristo mwenye pia anafufua watu waliokufa. Yesu Kristo mwenye pia analisha watu. Huyo Yesu Kristo anakuambia ya kwamba hakika ondoka siku ya leo naweza kuenda towards the direction ya unataka kuwa mambo yako yawe mazuri. Usikae hapo ukiwa umekaa. Usikae hapo ukiwa kumbe shida yetu ni vile tunaweza kufanya maamuzi ya kuweza kuondoka. Biblia inasema ya kwamba it is a twilight, wakati wao ni wakati masaa ya jioni kule kabla ya pambazuka ndio wanafikiria kuondoka. Twilight ndivyo nasema. Na Biblia inatuambia kwamba tena it is at the twilight wale wanajeshi wanaweza kusikia ni kama watu wanakula. It is at the same time ya watu waliokuwa na ukoma walikuwa wanaamuka. Na it is the same time Mungu alikuwa anazungumza na wale watu waliokuwa pale walikuwa kikwazo. Kumbe wewe mwenyewe unaweza amuka ukiwa unaenda towards the direction, ukiwa unafikiria wewe mwenyewe unaogopa, lakini ukifika upate Mungu anaweza kuandaa meza. Shida ni sisi wenyewe hatutaki ku make a decision tuweze kuenda. Nataka wale watu ambao wanafanya decision wakisema tuangalie Mary Magidala wacha kuja tuambie. Mary Magidala anasema namna gani? Anasema ilikuwa siku moja, siku ya kwanza ya juma. Na Mary akaamua kwamba sisi wacha tuende katika kaburi la Yesu Kristo tumpe mafuta. Na hatua jiani wakaanza kuulizana, ushaona ule stone. Lakini wakiwa wanaenda wakiulizana, kufika pale akapata hakika jiwe limekwisha kuondolewa. It is the same scenario pia inaweza kuhappen hapa. Hao watu wamefikiria na wameanza kuwaza na wameanza kuenda sasa wakienda kile kitu ambacho walidhani kiko na shida. Kumbe Mwenyezi Mungu amekwisha kiondoa. Watu wa Mungu Bwana asifiwe. Wanajuzi wetu siku ya leo. Wengi wameambiwa wazazi wetu tunaweza kuoa watoto wetu. Bwana asifiwe wazazi wetu Bwana asifiwe. Tumeweza kuoroga. Tumeweza kuambia kwamba sikiza, mwanajisikia mtoto wangu wewe, kama utapata grade ya university. Ukipata grade ya university ndio maisha yako itakuwa mazuri. Ukipata wewe uingie university, maisha yako itakuwa mazuri. Na mtoto anaendelea kufeel hiyo in the mind. Na sasa anakaa kabisa akifeel hiyo in the mind. Mkiani kitoka amepata grade ambayo sio ya university. So anajua ya kwamba kama niliambia kwamba maisha itakuwa mazuri nikipata grade ya university, therefore usipata grade ya university, maisha sio. Hata before kuwe na colleges, hata before kuwe na shule, watu walikuwa wanaishi vizuri. Bwana asifiwe. Na ni Yesu Kristo alikuwa anatuongoza. Tukiwa na Yesu Kristo, ukishika ni kuambia sio mambo ya milili yako, ni kuambia sio kwa sababu ya kazi yenye unaenda, sio kwa sababu ya salary ile sio umepata pale, sio kwa sababu ya salary yenye unapata kila mwezi ama kazi yenye unapata, ni kwa sababu ya Yesu Kristo. Ndiye anaweza kukufanya maisha yako yawe mazuri. Tukimove na direction ya imani, tukijua Yesu Kristo yuko mbele yetu, ataweza kutufanya na tutaweza kuwa watu ambao ni wazuri. Biblia inasema ya kwamba hao watu walikuwa na ukoma. Na ukoma, wacha niseme ya kwamba ukoma ulikuwa ugonjwa ambao ulikuwa unashika mtu
Sio kama vile tuseme malaria, unaumwa na mosquito, hapana. Ugonjwa wa ukoma ulikuwa unakupata wakati umekaa sana na mtu ambaye ako na ugonjwa wa ukoma. Ukikaa sana na mtu mwenye ako na ugonjwa wa ukoma, unapata ugonjwa wa ukoma. Yaani kila hata jana kukutana na yeye msalimie tu mara moja, lakini ukikaa na yeye sana, hautapata ugonjwa wa ukoma. Lakini ukikaa na yeye prolonged time ukiwa na yeye, utapata ugonjwa wa ukoma. Na basi hao watu kulingana na Biblia inasema walikuwa watu wanne. Kwa sababu walipata ukoma wapi? Kuna watu ambao walienda kuwazalisha nao walikuwa na ugonjwa wa ukoma na wakakaa na wao sana mpaka wakaambukiza ugonjwa wa ukoma, ndio wakatupwa nje. Wanajuli wetu siku za leo, kuna vile tunaweza kuambukiza ugonjwa wa ukoma wa siku za leo, ya kwamba watu ambao tunawazalisha na wao ni watu wa kilimwengu, ni watu ambao sio watu wako na future katika haya maisha. Ni watu ambao wanakaa tu kama wako pale hata wanasubiri Yesu Kristo akuje mara ya pili. Watu ambao wamekaa pale hawataki kufanya kazi, wanasubiri, wameokoka na wanakaa pale tu wanasubiri. Hapana, watu wao ndio unakaa nao mpaka unapata ugonjwa wa ukoma, ya kwamba ukipata msichana unaanza kumwambia wewe uko namna hivi, wewe uko namna hivi. Yaani wewe unaelewa, kwa sababu umekaa sana na watu wa kilimwengu unapata ugonjwa wa ukoma. Facebook picha zote tumetumanga pale, tunazielewa vile ziko safi sana, kwa sababu najua ziko nzuri sana, tunakwenda tumevaa vizuri kama vile tumevaa hapa kanisani. Yaani mnajua vile wanajui wanakuwa wazuri sana. Yaani ikifika siku ya Sabato malaika wanakuja kanisani, ikifika siku ya Jumaa Facebook ukiangalia unaona kwamba yeye ama sio yeye, unasema inaweza kuwa ni yeye lakini sio yeye. Yaani tunajua vile tunaweza kuassociate na watu mpaka tumepata ugonjwa wa ukoma, kanisa liweze kuendelea. Kama saa hii unaona ni wazee wanaweza kuendesha hapa, sio kwa sababu hatuna Biblia, hapana. Wanajuzi wako, lakini wanajuzi wako pale, wanaona wakisimama pale itakuwa aibu, hawataki kuonekana. Yaani ni wako tu siku ni ya juzi, wazee watuandalie, wacha tukae hivyo, siku ni ya juzi. Yaani maisha iko hivyo siku za leo. Ukoma umetushika. Na wakasema hata kama tuko na ugonjwa wa ukoma tunastahili kuenda. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Nasema ya kwamba hata kama uko na ugonjwa wa ukoma unastahili kuenda tu wazelesha yenye unataka. Biblia inasema walikuwa wanne. Wacha niweze kuambia, unajua sisi tunapoenda shule kusoma, utaambiwa na mapasta wengi tunasomanga background ya Genesis verse 1 verse 1. Hiyo ni kumaanisha kwamba unasoma mahali ambapo hakujaandikwa. Yaani unaona hapa kama hii kombraki hapa hii kama hii kombraki hapa, sisi tunasomanga tunajua ni nini kwa hapa kwa kama ndio Genesis verse 1 verse 1 kaweza kuandikwa. Sasa hiyo ndio tunasomanga. Wacha tukwambie ni kwa sababu gani Biblia inasema ya kwamba walikuwa lepers men. Zama zile Samaria ilikuwa inafanya namna hivi. Kama watu wa ukoma walikuwa wengi mjini, walikuwa wanachukuliwa watu 100 wanawekwa katika kampu moja, watu ambao walikuwa na ugonjwa wa ukoma. Walikuwa wanawekwa watu, zilikuwa kampu mingi sana. Au ni vile wanaambiwa walikuwa katika mlango wa geti hapo, lakini hawakuwa wale peke yao, hapana. Walikuwa watu karibu 100 ambao walikuwa kwa hiyo kampu. Lakini ni kwa sababu gani tunaambia kwamba walikuwa wanne? Ni kwa sababu ndio waliweza kuwaza na mawazo yao wakaweza kuagree nayo na akaweza kumove forward. Hata hapa tuko na wanajuti ambao tumekuja hapa sisi wote, lakini ni wachache wataweza kuamua hakika tuweze kumtumikia Mungu vizuri. Wengine watabaki pale kwa kampu, utabaki tu kikuja kanisani tu, wewe mwenyewe ni kutii kama the Rose Sad. Unajua watu wanasemaga ule Rose Sad alikuwa amepotea pana. Hata yule mzee alikuwa hapo, ukisoma vizuri utaweza kuona ya kwamba hata yeye mwenyewe hakuwa nyumbani. Biblia inasema ya kwamba akaja akasikia sherehe na hakuingia kwa sababu wote hawakuwa nyumbani, lakini mwenye alikuwa amepotea akaja na akaingia ndani. Lakini yeye anakaa pale, wewe kwa hapa wewe ni mwanajuni, wewe ni kuattend kanisa, unaweka sheria vizuri, unakaa pale kwa sababu hutaki kuweza. Lakini wale wataweza kufikiria watakuwa wachache katika hili kanisa. Na wakifikiria waweze kuenda na direction ile Mungu ameweza kuwawezesha waweze kuenda, basi wao wataweza kudrive. Wacha niweze kumaliza na kusema hivi. Sababu sitaki nikae sana kama nilivyosema. Nyumbani kwetu kuna jamaa mmoja ambaye alikuwa chairman wa movement ya SDA shule secondary mahali alikuwa anasomea. Na jamaa akasikia ya kwamba mimi nataka nisome nipate vizuri. Alikuwa anakanyanga maji. Unajua kuna wale watu wa kusoma wakanakanyanga maji usiku
baridi na kushika ukijaribu kumemorize. Alikuwa anakanyaga maji, anaweka miguu ndani pale ndio aweze kujua ni nini. Hakika anasoma vizuri sana, lakini mtihani ikikuja anapata D. Anang'ang'ana sana kulala na kuomba. Unajua vitu zingine wanajuzi tunakuwa na shida sana ya kwamba wewe mwenyewe hujasoma, lakini una expect upate ate uombe Mungu sana mtihani. Siku ya riasa unaomba sana Mungu hiyo mambo kama Mungu ajibu. Yaani unaomba sana ni kama Mungu akuja kushika kidole kama ni jina lako kuandikisha ili hakuna Mungu afanye kazi kama hiyo. Hata ukiomba itakuwa namna gani? Jamaa alikuwa anaomba sana. Na kwa kweli alikuwa anasoma. Shida ni vile kuwa anapata kitu. Division by then wanaita maprince, wanauliza kwamba shule zote katika division yetu mwanafunzi mmoja kutoka shule fulani ndiye anakuanga wa mwisho kabisa. Prince anaita, anaambia simama, anauliza mbona mtoto wako anakuanga wa mwisho? Anasema mimi nimejaribu sana, walimu nimewatuma kwa hiyo, lakini ni kama hawezi. Ikakaa hivyo from 1 from 2 from 3 form 4 akakuja akarejeza. Kwa alipokuwa anarejeza mtihani wa form 4 form 2 wakaanza strike. Na walipoanza strike, principal akajua hapa ndio anafukuza yule jamaa na kuanga mjinga. Kasema yule jamaa huyo ndiye anafanyaga kila wakati division niweze kuitwa na ulizo ya kwamba mbona wewe ukuaji unapata vizuri. Na akasema ya kwamba sasa watu wote watoto waende shule, kila mtu atakuja hapa baada ya siku fulani na mzazi wake. Na wakaja wanaambia waandike waone nani yako na shida nini na nini, mambo kama hayo. Lakini kisha baadaye akaambia yule jamaa alikuwa chama, nikamwambia wewe, alipoingia tu na mzazi wake akamwambia wewe ni mjinga sana. Ndio maana unaangukanga kutoka uingie shule unakuanga tu kazi yako ni kuanguka, haujawahi pata grade nzuri. Wewe kumbe hiyo yote umekaa hapa miaka yote nikiwa nimekuvumilia hapa, kumbe ulikuwa unapanga mambo ya mgomo. Nimejua migogo maana hata kuna kitu unapatanga shule. Sasa wewe unaenda nyumbani, utakuja siku ya jianza mtihani mkiwa mnaanza form 4. Jamaa kaenda nyumbani, alikuwa anafunza hapo Pathfinder, tufunza na Master pale. Nini mambo kama haya alikuwa anafanya pale nyumbani. Yaani alikuwa mtu mzuri na anasimama anasema nyao nilifukuzwa kwa sababu wewe, lakini mniombee kwa sababu hata vile alikuwa anapata. Sasa ameenda nyumbani anakuja kufuata, sasa atakuja apata nini tena? Na akakaa nyumbani. Siku ya riadha akakuja akafanya mtihani na result zikatoka. Zilipotoka alikuwa na D-. Alikuwa karibu kuangukia ile jembe, lakini Mungu akamshikilia hapo tu akaangukia ile jembe. Sasa akakaa akapata D- na akaja. Na basi siku moja wakiwa naenda na pasa mwingine ambaye ni rafiki walikuwa nasoma na yeye, akaenda kumwambia sababu wewe ulikuwa unapata vizuri, pasa naomba uweze tuende na wewe nichukue living certificate tukiwa pamoja. Maana nikienda pale principal akiwa pale, principal akiniangalia hivi kwa sababu mimi ananichukia, ataniandikia barua yangu mbaya. So naomba tuweze kuenda na wewe at least. Ukiingia hivi principal asmile. Na akismile na mimi niingie. Nikiingia aweze kuniandikia, na wakafanya hivyo. Wakaenda na yule kijana alikuwa anafanya vizuri ambaye alipasa sahi. Na alipoingia principal akafurahi na akamwandikia living certificate vizuri. Then akatoka, alipotoka jamaa naye akaingia, alipoingia principal akachange sura. Unajua wanadamu ni wanyama. Kachange sura akamwambia wewe welcome mjinga, wewe ni pumbavu sana, welcome. You foolish man. I told you you will suffer. Come. Tell you that. Wewe ni criminal. Na akaanza jamaa ongei, hata yanisalimia anaweza kutusiwa kabla ya approach mlango tu. Na sasa principal kaandika living certificate hii. This is notorious. And the criminal man who cannot fit in any society. Yaani anasema ya kwamba huyu ni notorious, a criminal man who cannot fit in any society. Na katika hayo maandishi akaweka stamp hapo juu. So ya kwamba huwezi change na huwezi badilisha. Ya kwamba this is a notorious, a criminal man and he cannot fit in any society. Na jamaa kaya na certificate yake, living certificate yake nayo akiwa amebeba, akakuja nayo nyumbani. Na akasema ya kwamba sasa certificate yangu wazee wa kanisa naomba muweze kuniombea. Nimeambiwa mimi ni notorious na mimi ni criminal na hakika I can't fit in any society. Na akaombewa. Na jamaa akaendelea, lakini bado walikuwa wanatengeneza matofali na akiwa na vision ya kuenda towards the direction alikuwa anataka. Na siku ikafika kukatangaza siku ya Alhamisi ya kwamba mjini kuna kamarket kako hapo nitaka Marimanti ya kwamba watu wataenda kuchaguliwa wanajeshi kule. Na jamaa akasema ya kwamba
hapo wanajeshi mimi ndio nastahili kwenda. Hapo ni mimi nitaweza kuchaguliwa hapo. Na unajua Kenya yetu ni ile Kenya, si mnajua hii kazi zetu ni zile kazi zetu ni ile, yani tunaelewa. Yani yeye mwenyewe hakuwa anajiweza. Lakini ikasemekana ya kwamba kama wewe ulimaliza form 4, grade yenye uliweza kupata, haijalishi ulipata nini wala nini, lakini uko na living certificate, naomba uweze kuja. Watu wa Mungu Bwana asifiwe. Umefanya form 4 hiyo haina shida. Lakini kama uko na living certificate kuja pamoja na baada ya form 4 na living certificate. Na jamaa akaweza kufanya hivyo. Na alipoenda akaenda akakaa kwa line. Sasa grade yenye amepata D minor na barua living certificate yenye wale wakaguzi wanataka ni gani nzuri? Ni grade ile ya form 4. So anaanza kufisa, anaficha, anaweka ile barua form 4 hapa juu. Ule alikuwa mkaguzi anasema kwamba nataka uweke living certificate juu. Sitaki kuangalia mambo ya grade form 4 yako ile umepata, pana. Nataka niweze kuona grade yako juu. Na jamaa alikuja akaombea sasa, na akaanza kuweka grade juu, na ako na wasiwasi. Lakini sasa yeye mwenyewe kabisa amesimama kwa line. Ako courageous, yeye ndiye anachaguliwa. Na anaambia mzee mwenye ako naye hapo, mimi ndio naenda leo. Mimi nachaguliwa, lakini ako na wasiwasi kwa sababu grade yake na living certificate grade ndio inaonekana nzuri sana kuliko living certificate. Lakini mkuu wa wanajeshi mwenye alikuwa anachagua alipofika, akamuuliza kijana, mbona unaonekana uko na wasiwasi? Mbona unaonekana turi? Mbona unakaa uko na hauko vizuri? Wapi, mbona living certificate iko wapi? Akamwambia ndio hii. Aliposoma imeandikwa this is a notorious and a criminal man who cannot fit in any society. Na mkuu wa jeshi akaita watu wengine waliokuwa wanachagua na wao. Akawaambia, tafadhali commandant, naomba muweze kusimama hapa. Kutoka nitembee nchi nzima Kenya hii, nimekuwa nikienda kuchagua watu. Sijawahi angalia living certificate nione ambayo imeandikwa kama hii. Hii imeandikwa this is a criminal and notorious man who cannot fit in any society. Mtu kama huyu ambaye certificate yake iko namna hivi. Watu kama hao ndio wanatakikana kwenda kupigana na Al-Shabaab. Kwa sababu Al-Shabaab ni notorious, Al-Shabaab ni watu wabaya sana, Al-Shabaab ni watu wanaua. Na we need notorious people, the criminal who cannot fit in the society. Sasa wewe, jambo la kwanza, hata tuende kupimwa mambo ya daktari pana, wewe simama tayari umekwisha chaguliwa. Wewe ni vitani utaenda na hakuna mambo mengine, maana wewe ni notorious. Na wewe ni criminal and you can't in society. Na kisha umekwisha kupewa stamp, wewe unafaa sana ushike risasi na ndio uweze kufanya kazi. Utaweza kuokoa wanakenya sana, tumetaabika kwa siku nyingi. Kijana alipata kazi kwa sababu hakuweza kuogopa yale ambayo aliweza kuandikiwa pale na principal. Ni vijana wengi wameweza kukata tamaa kwa sababu na hiyo. Lakini kijana ambaye alipoenda na akaja nyumbani, alikuja amenunua gari la Land Cruiser. Na akaambia wazee, tafadhali naomba muingie hapa ndio tuende tukasalimia principal. Maana principal yeye mwenyewe ndiye aliweza kunyajiri kazi. Lakini hakuwa anajua mambo alikuwa anatutengeneza kidhani ni mabaya, kumbe alikuwa anaweza kuniinua. Hebu tuende. Principal alikuwa na kagari kanaitangwa G-Touring na yeye anaenda na Range Rover. Yeye kaka ni sukumia kapate moto na yeye yake inaenda vizuri. Ni kwa sababu gani? Tunapoambiwa ya kwamba tuwe tunaenda kulingana na imani ambayo tuko nayo Yesu Kristo, ni kwamba Yesu Kristo yuko mbele yetu anatuandalia njia. Ni wewe ukiwa mwanadamu jua ya kwamba mimi nataka nifanye namna gani, na kisha uweze kumove towards the direction ya lile jambo unataka kufanya. Lakini ukikaa ukiwa umekaa pale kwa sababu kuna uoga, kwa sababu kuna nini, wewe nikwambie watu wa Mungu, utakaa pale na utateseka ukiwa pale. Ule jamaa kama angeanza kuogopa kwa sababu ya certificate yenye amepata, kama wale walianza kuogopa kwa sababu ya wanajeshi wenye wanakuwa pale, angepata chakula. Angesaidia anafanya kazi na anakuanga mtu wa kusponsor ministry ya Mungu sana kuliko hata watu wengine. Hiyo kazi ya wanajeshi hakulipa kitu. Hakuna kitu aliweza kulipa. Maana kulingana na yeye barua Mungu aliweza kuambia principal andika hivi kwa sababu huyu jamaa anajua kwa hawana pesa na hawana nini, na hiyo Biblia ndio inaanza inalipwa ndio waweze hiyo sasa imetoshana na hii barua, imetoshana na hii barua. Na alipoenda akamwambia kwamba principal asante sana, maana aliweza kulipia Biblia ndio bila kujua. Bwana asifiwe. Kwa sababu mambo mabaya ya shetani anakupangia, usianze kuogopa kwa mwanajuzi. Kumbuka Mungu amekuandalia mema. Bwana asifiwe.
Ni wewe uchukua hatua na useme hakika mimi nikiwa mwanajuzi. Sikaji hapa nikiwa comfortable, hapana. Mimi nataka niwe lawyer, ndio utaweza kuwa lawyer. Mimi nataka niwe daktari, ndio utaweza kuwa daktari. Mimi nataka niwe soja, utakuwa. Jambo ni kwamba usikufe kulingana na ndoto zako. Keep on moving towards the direction of your dreams. Lakini shida yetu ni tukae hapa tukiweza kufa, lakini tuweze kuzungumza maneno kama yale yule jamaa alikuwa anazungumza pale akiwa kwa ziwa, akiwa pale kwa shimo, ya kwamba hata kumekuwa na giza, hata kama kuna corona, yale maneno alikuwa anasema wakati kulikuwa na mwanga, bado zidi kuyasema siku ya leo. Bwana asifiwe. Ya kama wewe ulikuwa msana na ulikuwa uolewa tarehe fulani na jamaa mwenye alikuwa kwa amekwisha, na hapana, usianze kusema mimi nimekuwa mimi sionekani watu wa hapana, hata kusema bado halisi yangu iko. Bwana asifiwe. Na vile unaendelea kuzungumza maneno mazuri kulingana maisha yako, na kuambia ukweli, the more you create the particles in your mind towards the direction of your dream, and you will really attain those dreams. Bwana asifiwe. Najua tunataka kuenda kukula, lakini jambo lenye nafanyanga mimi nikiwa hivi na kuanga living testimony. Nikiwa Bugema na kuanga Uganda, lakini saa hii atuendi, corona iko na marisasi mnasikia vile zinalipuka Uganda pale. Kuna atuendi huko, tunasoma online. Hata last week nimekuwa na mitihani ya mid semester, nilikuwa naambia kiongozi hapa nikiwa shuleni pale, kuna mwaka wa pili nilikaa pale nikawa sina pesa. Maana sikuwa na pesa. Na nikaita wachungaji nikawaambia sasa, kwa sababu clearance ni on Tuesday au ni imani na mtihani naanza on Tuesday, mimi naenda nyumbani. Na nikawaambia lakini ni imani ya kwamba hii mtihani naweza ifanya. Lakini hata kama kuna kuenda nyumbani huko, hii mtihani naona naweza kufanya nini? Kufanya. Tuliomba na wachungaji. It was on Friday jioni. Saturday tukashinda kanisani. Sunday ndio napigiwa na mzee wa kanisa wa utawala. Ambia pasa actually balance yenye nilikuwa nimekosa kwa account ilikuwa 40,000. 40,000 sasa hiyo ni pesa mingi tena. Sikuwa naona mahali, lakini tu nilikuwa na imani. Mzee wa kanisa akanipigia simu. Kaniuliza ulienda wapi? Ruben, ulienda wapi? Nikamwambia niliendanga Uganda. Ulienda Uganda na hukusema? Nikamwambia niliambia wazee fulani hapo, ni vile kanisa mko congregation kubwa, sasa ni kama mkujua. Kaniambia bwana, tumekuja kupata hiyo ripoti tuliambiwa, na saa hii ndio nimeamua nikupigia simu nikujulia hali vile unaendelea. Nikamwambia kuna shida Roda, mimi niko Uganda na ni masomo tunaendelea na hivi karibuni nakuja. Akaniambia kuna kitu kanisa imeamua ikusaidia nayo hapa, kwa sababu ulienda bila kusema, kazawadi tu ndio uweze kujisaidia hapa. Kamwambia ukifanya hivyo Roda nitafanya vizuri, yenyewe nitaweza hata kusafiri kuja. Najua nidhani nikakitu kadhaa. Unajua nini iliingia kwa akaunti yangu? Alituma 4,500. Na balance yenye natakana nilipe shule ni 40,000. Sasa amenitumia hadi ya kutoa. Bwana asifiwe. Yaani akaniambia kwamba walikaa wakafikiria, mimi sijui kama wanafikiria, lakini kumbe vile niko pale shida zinanipata na nakumbuka na Mungu wangu. Kumbe naye Mungu anawaambia msitulie mpaka muanze kufikiria. Na wakiendelea kufikiria pale, na mimi nawaambia Mungu wewe nawakisha namwambia Mungu wewe fanya maneno. Mungu naye anawakisha, na kwa wao hawatulii, wanakaa wakana wasiwasi mpaka hiyo siku nikatumia pesa nikalipa nikapata mtihani. Bwana asifiwe. Nataka kusema namna gani kupitia kwa mambo yako yenye utafanya, kupitia maneno yako utakuwa unazungumza ukiwa hapa. Yaani ile jambo unaona litakuwa ligumu sana katika maisha yako, Mungu ataendelea kuandaa mtu mwingine mahali ambapo atakuja kuletea ile jambo mahali ambapo ulipo. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa kipekee sana. Jambo tunastahili kufanya ni kwamba ni to take risk na tuweze kumove. Bwana asifiwe. Asante sana, ngoja kubarikiwa. Yaani hauna sababu ya kuogopa kama unamtegemea Yesu Kristo tu. Kama wewe ni mwanajuzi, jambo ambalo unaona liko na shinda sana katika maisha yako. Inaweza kuwa hata kama ni ugonjwa ambao uko nao, inaweza kuwa ni shida fulani, weakness fulani. Ni jambo gani linakufanya uweze kuogopa ukiwa unamtegemea Yesu Kristo tu? Hata je, inaweza kuwa nyembamba. Mbona kama unamtegemea Yesu Kristo tu, hakuna jambo litakuwa ligumu. Bado uko na nafasi ya kufanya maisha yako iweze kubadilika. Hebu tuweze kuomba. Baba mtakatifu na Mungu wetu, tunakushukuru na tunasema ni asante kwa sababu umeweza kunena nasi siku ya leo. Hakika sisi tumeweza kukaa hapa tu
kama wale watu walikuwa na ugonjwa wa ukoma. Lakini siku ya leo tunawaza, tunasema ya kwamba ni vizuri tuweze kuchukua riski, na ndio tuende towards the direction of our dreams. We need to be great people. But Father, kuna mambo mengi yanatukumba, tunaona kabisa sisi hatuwezi. Sisi tukiwa vijana ndio kanisa ya kesho, lakini tumeanza kukata tamaa wakati kama huu. Tunaomba Mungu uweze kutujaza roho na tuweze kujua hakika hata kama njia itaweza kuwa nyembamba namna gani, ni nini hiyo itatupea hofu, tukiwa tunakutegemea wewe tu. Tuwezeshe Mfalme katika haya maisha, na kisha tuendelee kwa ajili ya ufalme wako, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Asante sana.